ndio kiongozi ya ameongea na Waluhya wote. Anasema kwa BBI iweko sheria, kura ikapigwa wananchi ni ya MCA peke yake, mjumbe, senator, governor na rais na women rep, yeye akaleta majina ya hiyo watu nyinyi hamtachagua. Swali ya pili nimeambiwa niulize. Nimefurahi nikarudisha report. Swali ya pili nimeambiwa niulize nini? Huyu mtu ya kitendawili. Sisi watu ya Mlima Kenya tumekataa yeye na baba yake tangu wakati ya na sisi huyo mtu tumejaribu kulazimishwa mambo yake tumekataa. Tumesema hata tukiwekelewa bunduki kwa kichwa tumekataa. Sisi wengine tunatishwa, tunafungiwa account, tunapelekwa DCI, atutukubali huyu Raila lakini tunakataa. Hakuna. Na wapi ajali kuuliza nyinyi swali hili. Hapo mbeleni mlikuwa mnaunga hii mkono. Mgani mko na biashara na hii mtu? Swali ya tatu nimuulize. Hii serikali ambayo tunakuja kuunda ya Hustler Nation ya Ruto. Sisi watu ya Mlima zaidi ya watu milioni 7 tayari tumeamua. Watu ya Bonde la Ufa wameamua. Watu ya Pwani wameamua. Western pia. Hata Western pia. Western pia tumeamua. Serikali hapo itakuwa nje. Wa mkono. Unataka kunihakikishia tutakuwa na nyinyi kwa hii serikali? Na unajua sisi na nyinyi tunapendana. Hata nakupenda. Wakikuyu wamejaa hapa Bungoma. Wengine wamejaa Kimilili. Wengine wamejaa Chwerwe. Hata Mateka. Ungeomba tukue na nyinyi kwa hii serikali. Hata Mateka wako. Unaweza kwa mkono. Kwa hivyo, ikifika Nyeri nisalimie watu ya Nyeri. Tuambie tutatembea hii safari pamoja. Wewe umetangaza na watu wamefurahi. Ya kwamba serikali ambayo utaunda ni ya hii watu wako ya chini ambayo hawana nguvu ya kifedha ama nguvu yoyote. Na tunataka kuomba ukishashika ushukani hii watu ya boda boda serikali yako kwa serikali yako hii ubomoaji ya vioski ifike mwisho. Hii watu wanasahau ndio tunataka wakuwe na nguvu kwa serikali yako. Iko namna hiyo watu ya Bumula. Huyu rafiki yangu amefanya kazi huyu Mabonga. Mnapenda yeye? Mjue ya kwamba itakuwa makosa mkuje mchague Hustler kuwa president, mkose kushikilia watu wako karibu na yeye, kwa sababu huyu mheshimiwa kupitisha bunge atakuwa na nguvu mingi sana. Mbunge ya Uhuru kuja. Mbunge ya Uhuru kuja. Mbunge ya Uhuru. Mbunge ya Uhuru. Mbunge wa Uhuru. Ya Uhuru. Mbunge ya Uhuru. Oi jamako. Huyo ni mbunge ya president. Mbunge ya Uhuru. Watu wa Bumula mjambo. Mwembe. Mwembe boss. Mwembe
Tusalimiane kwa mkono. Karibu. Furahi sana kufika hapa Bumula. Sio mara ya kwanza mnajua tumekuwa hapa. Mlikuja. Na hata wakati wa kutafuta kura tutembea hapa na nini. Karibu. Hata nakumbuka mimi siamini hii ni Bungoma. Nakumbuka pale chole ile mawe ilikula pale. Ndio yote venota. Venota. Alitumia vijana walienda kusikia kwetu nyumbani. Baadaye alikuwa msamaha. Na nikiona vile mko hapa siamini hii ni Bungoma. Uhuru atatuchezea. Ya kwamba hii Kenya kuna shortage ya wajinga, sio? Mimi nimeona mmeshika network. Mimi nitapeleka ripoti huko. Patia Uhuru ripoti. Tulikuwa na ule wa Poli Bikoli kwa serikali ya Kibaki. Kakuja Osura. Kidogo kuna mwingine rafiki yangu. Na msiseme. Sema. Mwingine anaitwa Jack Wamboka. Wanami. Sasa mimi nashinda mambo ya Jack. Sababu yeye anafuatana na Yuji. Mwenye hata wasabuni. Huyo ni broker. Atwali alinyang'anya yeye pipi. Alinyang'anya yeye pipi. Ya maana ni kwamba tuko na makasisi. Ndio atamwambia watu kama Jack. Lakini ya maana kabisa ni kwamba mbunge wewe huyu namuita kasisi wangu. Ni mtu wa maana sana. Na mimi nataka kuomba mshike mkono. Na hapo na kibarua kigumu. Watu hapa katika Bumula wale watu wapiga kura ni zaidi ya 1080. Na kuna kwingine tuko na watu ambao sio wengi namna hiyo. Na hiyo yote kama kazi ya basari, kazi ya nini, mbunge huu wenu anakuwa na kibarua kigumu. Kwingine kukizindikana huko anakuja kwangu, tunaenda tunafungua milango hapa na pale. Kwa hivyo nataka kuwaomba mshike mkono. Yes. Kuna watu kwenye hii ambao ni ukikuja mambo ya kupeana story ya mpira wako mbele yangu kidogo. Lakini leo nitajaribu kidogo. Najua kuna wakati Faruka amenirudisha mbio hapo ni. Tukicheza mpira na Tanzania, tukishinda Tanzania mabao kama 5, wanaanza kujipea roho. Wanasema mmetushinda lakini sisi chenga zile mzuri zilikuwa zetu. Lakini mabao mko nayo lakini chenga mzuri ni zetu. Hapo wanasema uniform yetu ilikuwa maridadi kuliko yenu. Ikikuja kuhesabu points, mambo ya uniform iko na maana? Hakuna. Mambo ya chenga iko na maana? Hakuna. Hiyo ndio ujumbe nataka kumfikishie Mheshimiwa Musalia Mudavadi na Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Wetangula ruti. Kwamba haijalishi umecheza mpira namna gani. Haijalishi uniform yako iko namna gani. Kama hauko kwa serikali, hauko popote. Unaona? Na ni haki ya Musalia Mudavadi. Na ni haki ya Moses Wetangula kukaa kwa upinzani wao, watoto wao na mabibi zao. Lakini kuvuruta jamii ya Mlembe Kenya ingie kwa upinzani. Hapana. Tuko kwa serikali hapa. Wewe tuko hapa. Unaona mtu anatamua ndume? Hapana. Kama mageni na kamwaji. Atakuja tu. Mwende akimjaribu kukamua ndume. Mimi nataka tufanye hivi. Tukubaliane. Wana wangusu. Tukubaliane. Yes. Upinzani ni pahali unajikuta kwa kukamua. Sio pahali ya kukwenda namna hii. Tunalipia pia. Kwa shetani. Kwa shetani. Sisi kwa kwetu tunaunda serikali na huyu hasa. Tumeamua. Tunaunda serikali. Uhuru asikie vizuri. Ambia Uhuru. Nataka turudi hapa. Hata wakikushika ambia Uhuru. Tukua serikali moja. Sitaki ati sisi watu wa huko tutakuwa kwa serikali na nyinyi watu wa hapa Bungoma County na nyumba ya Mlembe mkuwe kwa upinzani. Mheshimiwa tunakuomba. Tumesikizana. Mheshimiwa ongea kwa lugha ya Kirundi. Ongea kwa lugha ambia Uhuru asikie. Ongea kwa lugha yako. Ongea yako. Bado asikie. Ongea yako asikie. Ndio.
Ongea kwa lugha asikie. Ongea kwa hiyo lugha. Lakini ya maana ni kwamba mimi nikiangalia nafasi ambayo iko, tuko na nafasi nzuri ya kujenga Kenya mpya. Si ati tunakuja pamoja tu tuunde tu serikali. Tunakuja pamoja ndio tuweze kuunda Kenya ambayo itasuluhisha mashida yako wewe kama hasa wa kawaida. Kwa sababu unaweza kuunda serikali ya kuiba mapesa huko. Unaweza kuunda serikali ya kwenda huko mambo ya COVID-19 na mambo ya kansa kuiba pesa huko. Sisi sio tu kuunda serikali, ni kuunda serikali ambayo itasaidia mwananchi wa kawaida. Na pili pia hata nijikosoe. Tumeunda serikali nyingi sana katika hii Kenya. Ya Jomo, ya Moi, ya Kibaki, ya Uhuru. Sasa hivi tumetoka kuunda serikali. Tunataka muunde serikali nyinyi mahaswa, tukuje tunyenyekee utupatie kazi. Unaona? So for the first time muunde serikali nyinyi. Sisi ndio tukue watu wakuja kuomba kazi. Tuseme sisi tumeshindwa kujimudu. Tafadhali jameni, hata kama ni ya kufyeka nyasi, hii mahasla mtupatie kazi. Tunasikilizana. Mungu tayari kuunda serikali. Mungu tayari kuunda serikali, sisi tukuje kuomba kazi. Mungu asaidie na Mungu alinde, na tutakuja hapa tena Bungoma. Na mjue upinzani ni pahali umekuja kwa bahati mbaya. Sasa tumefika mwisho, na kabla sijakuleta Your Excellency kuongea na watu wako, ninaomba wanamuziki wetu hawa mtaimba wimbo moja tu ya kukaribisha naibu wa rais, na wabunge tumsindikize naibu wa rais mpaka hapa na shangwe na nderemo. Wapi vikelekele ya mheshimiwa naibu wa rais? Wapi vikelekele tafadhali ya mheshimiwa naibu wa rais? Ninyi mnachezea huko chini tafadhali, ama hapa mbele. Haya, Your Excellency, karibu. Hebu vikelekele vya naibu wa rais tafadhali. Tushangilie naibu wa rais. Kiundu na maaskofu wale wengine wote, makasisi na wachungaji, ndugu wa Kristo, watu wa Bumula, hamjambo? Watu wa Bumula, Mulembe, Mulembe handi, Mulimu moyo, Mulibalamu, musangalile. Mwami Yesu afume. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Basi, kwanza nachukua nafasi hii niwashukuru sana kwa kutukaribisha. Nishukuru
viongozi wa kanisa kupitia kwa mjumbe wenu Mheshimiwa Mabonga, muliniuliza niungane na ninyi katika shughuli hii tuweze kusaidia makanisa zetu na hasa wachungaji wa hapa Bumula. Na sababu hiyo ndio nimefika hapa leo tuungane, kwa sababu neno la Mungu Mathayo 6:33 inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtaongezewa. Kushiriki na kanisa, kufanya kazi na wachungaji, kuungana na Wakristo ni ya muhimu, kwa sababu nchi ya Kenya inamtegemea Mungu. Kweli masipeli watu wa Bumula, unaelewana? Mimi nimefika hapa Bumula mara nyingi. Nimekuja hapa mambo ya maendeleo, nimekuja hapa mambo ya kanisa, nimekuja hapa mambo ya miradi mbalimbali. Kwa hivyo mimi si mgeni hapa Bumula, na nawashukuru sana kwa sababu nyinyi ni watu wangwana. Munapenda kushirikiana na marafiki wa minajili ya kuinua Bumula. Na nimefika hapa leo kwa shughuli hiyo ya kuinua Bumula hii, iwe ni mahali pazuri, iwe ni mahali ambapo munaweza kujivunia na kufurahia mkiishi kama wananchi wa Kenya. Nasema hivyo kwa sababu nilifika hapa mbeleni karibu 2014, tukaanza kujenga barabara, nikakuja kuanzisha barabara ya kujenga kutoka Musikoma pale kuja Mateka pale, kuteremuka Buyofu kwenda Kasoko mpaka kule Mugasi. Hiyo barabara saa hizi karibu imekamilika. Si ni kweli? Leo nimefika hapa Bumula tena kwa sababu mjumbe wenu Mheshimiwa Mabonga wakati amechaguliwa amekuja ameshirikiana na mimi na serikali yetu ya kwamba mbali na ile barabara tulijenga ya Musikoma, pia akatuuliza hii barabara ya kutoka Mateka kuja hapa Bumula kuteremuka mpaka Muyanga na baadaye tutapeleka mpaka Kimaeti. Mjumbe wenu Mheshimiwa Mabonga hajatupatia amani. Kila wakati anazungumzia hii barabara itajengwa lini. Mpaka sasa tumeanza ujenzi wa hiyo barabara. Mimi nasimama hapa kuhakikishia ya kwamba serikali ya Kenya tumeamua ya kwamba tutajenga hii barabara. Tulikuwa na matatizo kidogo ya mambo ya budget, lakini sasa tumeilainisha na sasa tutajenga hii barabara na tutaweka lami. Vile vile tutajenga barabara kutoka Mateka mpaka Kandui, ili pia sehemu hiyo kuna mahali ilikwama kidogo hapo barabarani, lakini hiyo barabara tutajenga, tutaikamilisha. Vile vile mnakumbuka tuliwaeleza ya kwamba tutawajengea barabara kutoka boda yetu ya kule Uganda kule Lwakaka, na hiyo barabara tumejenga, imefika mpaka Twele, tumekamilisha. Tumejenga vile vile, tulikuja kuanzisha barabara ya kutoka Kapsokwan mpaka Chekube. Hiyo barabara vile vile karibu kilomita 70 inaendelea, tutakamilisha kabla ya mwisho wa mwaka ujao. Vile vile nilikubaliana na gavana ule wa zamani Bwana ule mtu ya Kufuela na yeye wakati ule ya kwamba barabara kutoka Misihu kwenda Naitiri county government itajenga, lakini kutoka Naitiri mpaka Moi's Bridge
serikali ya kitaifa itajenga, na sasa tuko na contractor ya national government ya kuwajengea hiyo barabara mpaka iungane na Uasin Gishu County. Na jamani, mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Bungoma na watu wa Bumula, maendeleo ya hapa ni ya muhimu kwa serikali ya Kenya na ni ya muhimu kwangu, na ndio nafuatilia na wabunge wenu. Hawa wabunge wote wa kaunti hii mara wananipitia ofisini kuniuliza mambo ya maendeleo ya sehemu hii, kwa sababu tumechaguliwa na serikali tunayoiendesha ni serikali ya Kenya ya kushughulikia sehemu zote za taifa letu la Kenya. Vile vile hapa kwenu, vile mjumbe wenu amesema, tuko na KMTC hapa, ambayo ahadi tulitoa ya tutashirikiana na CDF ya hapa Bumula kujenga, kwa sababu katika mpango ya kuhakikisha kwamba kuna wauguzi wa kutosha ili tuweze kushughulikia mahitaji yetu ya mambo ya matibabu, ni lazima tuwe na KMTC, na tumekubali ya kwamba moja ijengwe hapa Bumula. Na mimi nataka nimshukuru mjumbe wenu, aliweka pesa mbeleni, nashukuru tena, ameongeza milioni 5, na mimi nataka niwaahidi ya kwamba serikali ya kitaifa itatembea na nyinyi mpaka tukamilishe hiyo mjengo, ndio tuweze kuwa na shule ya wauguzi hapa Bumula kama vile tulivyo navyo katika sehemu zingine za Kenya. Vile vile Rais alikubali ya kwamba tutajenga college hapa Cardinal Otunga hapa chini TTI, na hiyo iko katika mipango yetu, tayari imesajiliwa, imeandikishwa rasmi, tunangojea budget ndio tuanze ili tuweze kutimiza ahadi yetu, kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Dawa ya deni kulipa. Vile vile ningependa kusema nikiwa hapa ya kwamba kama serikali ya Kenya tunajua kuna watu wanyonge kati yetu, kuna watu walemavu, kuna watu mayatima, kuna wazee wakongwe, na tumesema katika bajeti yetu tutaweka pesa ya hapa Bungoma shilingi milioni 500 kushughulikia wanyonge, watu wazee, wale walemavu na mayatima 23,000 watu wa hapa Bungoma County. Wale wote ambao wana qualify katika hiyo mpango wasajiliwe, na kama kuna watu wamewachwa nyuma tuambiwe, kwa sababu kama vile tunavyoenda mbele kama taifa, hatutaki kuwacha watu wengine nyuma, hasa kwa sababu ni wazee, walemavu ama mayatima, kwa sababu we need them and we need to move together as a nation. Naelewana watu wa hapa Bungoma? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nataka niseme vile vile, huyu muungwana mjumbe wenu Mheshimiwa Mabonga ametuuliza pia mambo ya stima, na ametusumbua sana ofisini, hasa mambo ya stima ya hapa Bumula. Ningependa kutangaza hivi, wakiungana na kina Dan, wakiungana na kina Didmas, wakiungana na Waluke, wakiungana na wabunge wale wengine, tumekubali sasa ya kwamba tutaweka budget shilingi bilioni 2.5 ya kuunganisha watu wengine 30,000 kwa huduma ya stima hapa Bungoma. Na hiyo mpango hawa wabunge wetu tutashirikiana na wao, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya Kenya tunaondoa giza. Kama namna gani? Tuweke mataa, tuweke mwangaza, shetani ashindwe. Shetani amezoea mahali kuna giza. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana, na nimefurahi niseme haya machache kwa sababu tuko kanisani. Mengine nitakuja niseme wakati tutakuja kuanzisha rasmi barabara hii, na wakati tutaanza mambo mengine.
Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya itatembea sambamba na watu wa Bumula. Huyu mjumbe wenu ni mtu muungwana, ni rafiki wa rais, ni rafiki wangu, na tutafanya kazi pamoja na yeye kutimiza mahitaji ya watu. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaeleze ndugu zangu maaskofu pamoja na makasisi na wachungaji. Sisi kama serikali ya Kenya tunawatambua. Tunatambua yale mengi mema mnafanya kutusaidia kuhamasisha wananchi, kutusaidia kusimamia miradi mbalimbali, mambo ya mashule, mambo ya hospitali. Kwa hivyo tunawatambua, na nyinyi ni washirika wakubwa wa serikali ya Kenya, na nawauliza tuweze kutembea pamoja. Leo tumefika hapa ili tuweze kuinua makanisa zetu, tuweze kuinua wachungaji wetu, kwa sababu wao na sisi ni kitu kimoja. Wanafanya sehemu kubwa ya kutusaidia kupangia sisi safari ya mbinguni, lakini kwa sababu hatuondoki leo, ndio na sisi tumepatiwa jukumu ndogo ya kupanga ile mambo madogo madogo wakati tunangojea kwenda mbinguni. Mambo ya barabara, mambo ya stima, maji, wakati tunangojea kwenda mbinguni. Nataka niwashukuru sana. Nataka niwaambie tuko pamoja, na mimi nataka niwaeleze hivi. Mimi najua mahasla wamejaa dunia hii. Sawa sawa? Na mimi nataka niwahakikishia kwamba sisi wote tunataka tutembee safari moja. Ile hatutaki ni vitisho na madharau. Tunataka kila mtu aheshimiwe katika taifa letu la Kenya. Kama wewe umebarikiwa uko na kazi kubwa, heshimu yule yako na kazi ndogo. Kwa sababu kuna siku Mungu atambariki, hiyo kazi yake ndogo itakuwa kazi kubwa pia. Unaelewana jameni? Ndio mimi nataka niwaulize. Watu wengi katika taifa letu la Kenya hii tumefanya siasa ambayo haijatutembeza tukaenda mbele pamoja. Tumeendesha siasa na uongozi ambayo inawafaidi wachache na inawacha wengi nyuma. Na ndio tunasema lazima tubadilishe mjadala katika taifa letu la Kenya. Hatuwezi kuendelea na siasa ya kabila hii na kabila ile. Tunataka kuendelea na siasa ya kazi ya huyu na kazi ya yule. Tuelewe biashara ya huyu na biashara ya yule. Tuelewe hustle ya huyu mungwana na hustle ya ule dada. Tunataka tuchangie na tuelewane, kwa sababu siasa ya kabila hii na kabila ile inatubagua, inatutenganisha, inaweka chuki, na sisi wote ni watu wa Kenya, waliumbwa na Mungu mmoja. Tuachane na siasa ya kutengana, tuachane na siasa ya ukabila, tuongee siasa ile inatuweka pamoja, tuweze kushughulikia mahitaji ya kila mmoja wetu. Ndio. Sio kama tunaelewana jameni? Tunaelewana. Tuko pamoja? Ndio. Na ndio mimi nataka niwaeleze wale waliofaidika na siasa ya kutenganisha na kuwagawanya Wakenya kwa misingi ya kabila, tunataka tuwaambie hiyo siasa imefika mwisho. Safari hii hatufanyi siasa eti ya kabila hii na kabila ile. Tunafanya siasa ya vile mtu wa mama mboga atauza kioski. Atoke kuuza kioski auze duka, atoke kuuza duka aanze mini market, atoke mini market aanze supermarket. Hiyo ndio siasa tunataka kuongea. Huyu mdogo atafika vipi pale mbele? That is what we want. Ndio kama tunaelewana. Na kuna watu wengi wanatupigia makelele. Kuna watu wengi wanatupigia makelele eti tusishughulike na watu wadogo. Kuna watu wengi wanashangaa, wanasema Deputy President anafanya nini na makanga na mama mboga na boda boda na mtu ya kinyozi. Mimi nataka niwaambie
mtu ya mama mboga, ule wa kioski, huyu makanga, huyu bodaboda, sio wezi, sio watu ambao hawana maana, ni Wakenya wanatafuta nafasi na wanatafuta usaidizi kama Wakenya wengine wowote. Na mimi sitoki hapo, sibanduki. Tuko pamoja? Kwa sababu tumefanya siasa ya viongozi na watu wakubwa wa miaka nyingi. Sasa tuanze kufanya siasa ya mtu mdogo Kenya hii ainuke, ndio pia wapate nafasi kama wale wengine. Na mimi nataka niwaahidi my friends, tuko pamoja? Tuko pamoja? Na mimi sifanyi siasa na watu wadogo, na sifanyi muungano na ushirika na bodaboda na wale wengine wadogo ati kwa kubahatisha. Mimi nafanya hiyo muungano na urafiki makusudi, kwa sababu wao ni Wakenya na inafaa watambulike na serikali ya Kenya. So my friends, I want to say for the record that this conversation will change and must change. We are no longer going to discuss about positions for the mighty. We are going to discuss about jobs and opportunity for those of us who are at the bottom of the pyramid. That is the discussion we are going to have. If you are uncomfortable with it, too bad, because that is the country we live in. What I do? Hii Kenya ni ya mahasla. Mahasla ndio wengi dunia hii. Kuna wazee wengine wanafikiri mtu akiwa hasla, akiua na bodaboda, ama anasukuma mkokoteni, ama anabeba ile ya barabarani, anafikiri hawa watu ni wezi. Kwa sababu ya ujinga. Hawaelewi ya kwamba kuna Wakenya wanafanya bidii, na sio ya kwamba ni watu ambao hawaelewi ni nafasi hawajapata. Tuko pamoja jameni? Mimi nawauliza watu wa Bumula, ninyi mko tayari ama mko tayari? Mko tayari ama mko tayari? Mimi nataka niwaambie hao ambao wanatudharau na wanadharau bodaboda na wanaita majina wale wako chini, siku moja watatusalimia na heshima. Tuko pamoja? Yes. Siku moja watawacha madharau, watawacha matusi, watawacha vitisho. Tutatembea safari moja kama watu wa taifa moja, kila mtu akiheshimu hustle na biashara na kazi ya mwenzake. Ni kama tunaelewana baba my friends? Tunaelewana? Tuko pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko pamoja. Mimi swali moja tu nataka niulize. Swali ni moja nataka niulize. Hii ni Bungoma ama ni mali nyingine? Hii ni Bungoma ama sio Bungoma? Mimi nataka niwaeleze kutoka kila sehemu ya Kenya, kutoka kila sehemu ya Kenya, kutoka kila kaunti ya Kenya. Mimi nawauliza viongozi, tafadhali tuheshimiane. Nauliza Wakenya, tafadhali tuheshimiane. Tuheshimu kazi na biashara ya kila mtu. Hakuna mtu ambaye anafaa kuliko mwenzake. Hakuna Mkenya ambaye ni Mkenya kuzidi mwenzake. Sisi wote ni Wakenya, tuheshimiane. Nafasi yetu kama viongozi ni kutafuta vile Wakenya watainuka, mambo yao yatakuwa bora, biashara zao zitanawiri, watoto wao watasoma. That is our responsibility as leaders in Kenya. It is not our portion to look down and to insult and to disparage the people who are below us.
Tunaelewana jamani? Tuko pamoja? Ninyi mahasla wa hapa Bumula, mko tayari? Na nimewaambia hawa waungwana, serikali ya 2022 mama mboga, mtu ya kinyozi, yule wa bodaboda na makanga na mahasla ndio wataunda serikali ya 2022. Kwa hivyo wawache vitisho, wawache matusi, wawache madharau, kwa sababu sisi wote ni wa Kenya na wametupanga siku nyingi. Safari hii tumejipanga wenyewe, ama ni aje? Pamoja, kwa sababu na nafasi ya saa na askofu ametuuliza tuje hapa tusaidiane. Mimi nataka niwaambie hawa na bodaboda, mimi niko jiani, tutakuja turudie mambo tena. Tutauliza Mabonga apange, nataka niulize vikundi hizo zingine. Unaelewana? Na mimi nataka niwaambie wale wananiuliza maswali mengi ya kwamba mbona ninashirikiana, mbona ninasaidiana na watu wengine wadogo wadogo. Mimi nataka niwaambie my friends, tuko na mpango wa serikali wa bilioni 57 ya kusaidia watu Kenya kwa sababu ya changamoto ya corona. Tuelekeze mawazo yetu na maswali yetu na yale tunauliza huko. Hii maneno tunafanya ni mambo ambayo ni ya mahasla, mambo madogo. Wachaneni na maswali. Ama ni aje? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize sasa Bishop. Saidiana na watu wengine wadogo wadogo. Mimi nataka niwaambie my friends, tuko na mpango wa serikali wa bilioni 57 ya kusaidia watu Kenya kwa sababu ya changamoto ya corona.